tunamshukuru Mungu hatua anayotupeleka nayo, na tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kujenga ukumbi wa maombi. Tunajitahidi kuita ukumbi wa maombi kwa sababu ya kuweka kidogo tafsiri ili watu wasije waka confuse. Pamoja na kwamba ni ukumbi wa maombi, lakini ni madhabahu ya maombi ya kitaifa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tunaweza tukakusanyika tukamlilia Mungu kwa ajili ya taifa hili, kutoka madhehebu tofauti ya Kikristo, Wakija ambao sio Wakristo watalazimika kuomba kama Wakristo, kwa sababu hatuwezi kuruhusu tena maombi mengine yakachanganyika hapo. Na tumeona wanakuja watu ambao sio Wakristo wengi kwa ajili ya hayo maombi. Tunamshangaa Mungu sana, lakini tunaona ni baraka. Nimeweka hii kwa makusudi kwa sababu mara ya kwanza tulipotangaza, watu wakasema Mwakasege anataka kuanzisha kanisa, kwa sababu watu wanajua aina moja tu ya madhabahu ya kwenye ibada iliyoko mahali fulani, lakini madhabahu tofauti sio wengi wanafahamu. Kwa hiyo utakuta mara nyingi tunazungumza juu ya ukumbi wa maombi, lakini ni madhabahu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe, ambayo watu wanaomba pale. Kati ya kitu ambacho Mungu alitusemesha ni kwamba kuwe na maombi mfululizo kila siku kwa ajili ya taifa hili, na kila mkoa ushiriki. Na tunamshukuru Mungu alitupa kuanza hilo miaka mitano iliyopita. Watu wanaomba kila siku. Kila mkoa unashika wiki moja, kila mkoa wiki moja. Wanakuja watu kama 7, 8, inategemea na mkoa unatutumia watu wangapi. Wengine wanakuja 10, wengine zaidi kidogo, lakini wanakuja pale Dodoma. Kuna nyumba ya kukaa na kwa ajili ya maombi, na kuna ajenda za kitaifa ambazo tunaziweka. Ni kambini kabisa. Kwa hiyo hata kama una ndugu pale mjini, huwezi kwenda tukatoka kama unavyotaka. Kuna taratibu zake, lakini kuna ajenda za maombi, wanatakiwa waombe. Hairuhusiwi kuwa na gap, na wanamaliza Ijumaa. Jumamosi lazima kuwe na grupu ingine imeingia. Hii grupu ya pili ikichelewa, hawa waliotangulia hawaruhusiwi kuondoka. Hawawezi wakaacha kambi bila watu wa kuomba. Kwa hiyo imeendelea mfululizo. Tumeshafanya mikoa yote mpaka Unguja, mpaka Pemba, wanaleta watu kwa ajili ya kuomba. Na mikoa sasa imesharudia, sasa nafikiri inajirudia, nafikiri mara ya 4, wanajirudia mikoa. Kidogo tunaanza kuruhusu makundi ambayo yanaweza kuomba kwa kufanana, kwa sababu huko njiani tulianza kutengeneza tena makundi ya maombi ya kisekta kwenye maeneo tofauti ya kuombea sekta ambazo zinawahusu wafanya biashara, na kufuatana na ni biashara gani walizo nazo, waanzishe vikundi vyao vya maombi kuombea hiyo sekta, ufalme wa Mungu upate kuja. Walioko kwenye maofisi waombe ofisini, walimu waombe, wanajeshi waombe, kazi zote zile, makanisani waombe. Kwa tumeanzisha hizo sekta kwa zile ambazo zimeiva ya kutosha, na wameanza kuleta maombi ili waje kama grupu ya sekta yao kuomba pale Dodoma. Grupu ya kwanza ambayo tulileta peke yake ilikuwa ni ya wachungaji. Wachungaji waliomba kuja kuomba kama wachungaji. Tuseme cha ukweli, tulisita kidogo, hatukuwa na uhakika sana tuna watunzaji, kwa sababu wakija pale wanatakiwa wajipikie. Sisi tutatoa chakula, lakini wajipikie, waweke ratiba zao na kila kitu. Kwa tukawaza sana, sasa wachungaji tunawafanyaje? Lakini tukasema no, hatuwezi kuwabadilishia utaratibu, wataenda na utaratibu huo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaja wachungaji kutoka mkoa wa Mbeya walikuwa, na tukamshukuru Mungu sana, walipata nafasi nzuri na waliomba kweli.
kupita hata matarajio tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ikabidi tutubu kikubwa kwamba Mungu tusamehe utomaso wa kwetu. Kwa hiyo kuna magrupu namna hiyo. Kuna magrupu mengine ambayo yameshaleta maombi kuona kama tunaweza tukawapangia kwa ajili ya kushiriki. Tunaangalia uwezekano kidogo kidogo, lakini nilitaka kuzungumza juu ya jinsi kilivyopanuka. Mikoa mingine maombi ya kisekta yamepanuka, kwa hiyo kuna waratibu wa kisekta. Sasa hivi tuna waratibu wa mkoa, tuna mikoa ya kikongamano, kwa tuna waratibu 32 wa mikoa, alafu tuna waratibu wa wilaya. Karibu kila wilaya ina mratibu, kubakiza ziko chache sana. Lakini pia tuna waratibu wa sekta, tuna viongozi team leader wa kanda kwa ajili ya kuratibu hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Za kwenye sekta zina kitu cha kwake pia ambacho kina utamu wake. Unapoenda kwa mfano mikoa mingine, ukienda sokoni, kwenye soko kuu la mji, waliokoka walioko kule, bila kujali ni kanisa lipi, wamejikusanya, wametafuta mahali pa kukutanika kuomba. Soko linapofunguliwa wanaanza na maombi, wanaombea ufalme wa Mungu uje sokoni. Sasa ukiomba juu ya ufalme wa Mungu uje sokoni, maana yake Biblia inasema ufalme wa Mungu si kula na kunywa tu, bali haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanataka haki ishuke pale, na amani na mafanikio, vitu mbalimbali. Na ukienda kwenye maofisi pia, ukienda kwenye maduka, watu wanaanza na maombi. Nafikiri wengine mmeshaona kwenye wale walioko kwenye usafiri, mabasi mengi sana utasikia wanauliza, nani yuko hapa aweze kuomba kabla ya safari? Ni kitu tumekuwa tukienda nacho na tunaona kikipanuka. Ile wasiwasi na aibu ya Wakristo kuomba kwenye public imeanza kupotea. Wanakuwa na ujasiri kuonyesha kwamba wanamtegemea Mungu aliye hai, na tunawaambia wakiwa ofisini watizame taratibu za ofisi zao, wasivuruge taratibu za ofisi kwa sababu ya kusingizia kuomba, na si vitaonekana hatuna utaratibu. Kwa hiyo inategemea time zao. Wengine wanafika asubuhi mapema. Mimi nilipokuwa nafanya kazi serikalini, tunafungua ofisi saa 1:30. Nilikuwa ninahakikisha nakuwa ofisini kabla ya saa 1 kamili. Nilikuwa na Bible study na maombi ya kwangu binafsi mpaka nilipoanza kupata watu wengine kwenye ofisi. Au jioni tulikuwa tunamaliza saa 8:30. Baada ya pale, kama nimemaliza kazi, natenga muda tena kwa ajili ya kuomba kabla sijaondoka. Kwa hiyo inategemea ofisi na ofisi, na wengine wanaweza wasipate nafasi ya kuombea pale, lakini utaona wanatafuta maeneo, wanaenda kuomba kwenye kanisa ambalo lina nafasi mchana. Nimeona miji mingine kwenye ofisi zao labda hazina maeneo, wanaweza wakaomba vizuri, wanaenda kwa mchungaji wa lile kanisa, tunaomba uturuhusu mchana saa 7 mpaka saa 8 au saa 6:30 mpaka saa 7:30 tuje kuomba. Na wachungaji mara nyingi sana wanatoa hiyo nafasi na wanaomba, na tumeona baraka kubwa. Tungekueleza shuhuda na maeneo ambayo maombi yamekuwa yakifanyika, utashangaa. Kwa hiyo tunamuona Mungu akipanua wigo hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumetia moyo pia watu kuanzisha maombi ya kwenye mitaa, kulinda kitu cha Mungu ndani ya mitaa. Mnatafutana 2 watatu kuomba kwa ajili ya ule mtaa. Tumeona baadhi kifungwa, ugombani nao, unafundishwa tu namna ya kuombea ule mtaa. Baadhi nafungwa na kuhakikisha ya kwamba sio kwamba kule ndani hawatakuweko wanaokunywa, lakini hakuna mtu atakayekunywa kwenye mtaa. Wanaenda kwenye mtaa mwingine mbali kabisa, alafu wanarudi nyumbani kwao. Kwa hiyo tumeona kitu cha namna hiyo ambacho Mungu amekuwa akifanya kizuri. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona Mungu akijifunua hatua kwa hatua. Niliona niseme hii picha kidogo uweze kuelewa. Pale Dodoma tumeshasogea kidogo. Mwaka huu tulitumia ukumbi wetu kwa mara ya kwanza. Tunawashukuru wenzetu wa UDOM, bado wanatupa nafasi ya mahali pa watu kulala. Mwaka huu walilala watu kama 5,000 pale UDOM, na tulikuwa na mabasi nafikiri 40, nafikiri Costa kama 40 za kushanti watu mara mbili na kuwaleta. Na tunamshukuru Mungu kwamba tumepata mahali pa kwetu. Haijakamilika, lakini tunamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao hawajafika au umefika hujajua vipimo vyake, ukubwa wake ni mita 100 square. Unajua mita 100 square, mita 100 ni uwanja wa mpira kwa urefu square. Limefunikwa lote, limefunikwa lote. Na sasa tutakapokuja mwaka ujao utakuta tumeshaweka ukuta, tumeshafikisha mahali pake. Maana pale tulipokaa safari hii tulikuwa tumetengeneza tu mita 77 square. Sasa tumemalizia zile zilizokuwa zimebaki, kwa utakuta pamepanuka kidogo na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nia yetu ni kwamba litakapokuwa limekamilika liweze kukalisha watu 20,000 kwa wakati mmoja. 20,000 kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa namna ambavyo Mungu anatupa nafasi ya kuendelea kuona Mungu anaweka moyo ndani ya watu kwa ajili ya kuwa na mzigo wa kuomba na kuona kwamba Mungu anaweza akaingia katika maisha yetu ya kila siku. Na mistari tuliyokuwa tumepewa ya kusimamia haya maono ni ule mstari wa Mathayo 6 mstari wa 9 na 10. Mathayo 6 mstari wa 9 na 10. Basi ninyi saleni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hiyo ni Mathayo 6 mstari wa 9 na 10. Tukapewa pia Mathayo 4:17. Mathayo 4:17 inayozungumzia Yesu alipokuwa anaanza huduma yake, akatokea akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana. Kila wakati tunawakumbusha watu, na si kila mahali utakuta tunaenda, kwa sababu si kitu chepesi kila mkoa ukaamua kuweka kongamano angalau moja kwa mwaka. Hayo ni makongamano 32. Kila wilaya ikiamua kuweka kwa mwaka, hayo ni makongamano zaidi ya 100 kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo Mungu ametupa watu na wenzetu ambao tunasimama nao kufanya hii kazi kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Haijawa kazi nyepesi pia kwao. Tunataka kuongeza kundi sasa kidogo ili kupanua wigo na kazi ya Mungu iweze kwenda kwa haraka. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunachotamani ni kwamba watu wanapotusikia wapate picha ya yale maono